Augustine Mrope, mimi ni mkuu wa kitengo cha miradi ya maendeleo katika ofisi ya meneja ya TANROADS Mbeya, na hapa nipo namwakilisha meneja. Tulipokea wenzetu kutoka makao makuu kwa ajili ya zoezi la kuja kuunda kamati za malalamiko kwenye miradi yetu mbalimbali ambayo tayari tumekushalipa fidia, ikiwepo huu mradi wa njia 4 ambao ni natoka Nsalaga kwenda Ifisi kwa kilomita 29. Katika huu mradi wa njia 4 huu una thamani ya shilingi bilioni 183, na hapa tulikuwa na jumla ya PAPS 117 ambapo kwa jumla wote walilipwa shilingi 3.4 bilioni ambazo hizo zilikuwa ni kwa ajili ya hao wanufaika, na tumeshaunda kamati hizo za malalamiko kwenye kata ambazo zilipitiwa na hilo zoezi la fidia ambazo zilikuwa ni kata 3, na kamati hizo kwa sababu tumeshaziunda tayari ziko tayari kupokea malalamiko. Kwa hiyo kuanzia sasa ndani ya siku hizi 14 watu wanatakiwa wapeleke malalamiko ili waweze kusikilizwa kwa ajili ya hatua nyingine zaidi. Tuliweza kuwapitia waathirika 117 ambao wote walikuwa katika kata 3 ambazo ni Iyunga, Iwambi na Msalala, na kama ilivyo kawaida au sheria inavyotaka kwamba wote wanaopitiwa na fidia baadaye inatakiwa ziundwe kamati za malalamiko, na tayari tumeshapita kwenye kata zote hizo 3 na tumeshaunda hizo kamati za malalamiko tayari kwa ajili ya kupokea kwa yeyote ambaye ana malalamiko, na kamati hizi zitapokea malalamiko kwa muda wa siku 14 kuanzia leo au jana baada ya kuundwa. Kwa hiyo wananchi wote wanahamasishwa, wale waliopitiwa na fidia ambao wamelipwa, kama una lalamiko lolote kuhusu fidia uliopokea, basi ndani ya siku hizi 14 unatakiwa uende ukawasilishe lalamiko lako. Lakini kwa ujenzi huu wa barabara hii ya njia 4 baadaye utakapokamilika, tunategemea tutapata faida mbalimbali, ambapo mojawapo ni ikiwa ni upendezeshaji wa jiji la Mbeya. Litakuwa limependeza kwa sababu tutakuwa na njia 2 kushoto 2 kulia, kwa hiyo mji utapendeza. Lakini pia kutakuwa na taa katika eneo hili ambalo tunaenda kulitengeneza. Kutakuwa na taa za barabarani, kwa hiyo muda wote barabara itakuwa iko safi na itakuwa inaonekana iko vizuri na watu watakuwa wanapita kwa usalama hata kama ni usiku. Lakini pia kutaondoa foleni, kwa hiyo angalau mji utakuwa hauna foleni kama ambavyo iko sasa hivi ambavyo tunaweza tukashuhudia.